Nimekuletea nakala inayokwenda kwa jina la Old is Gold, yani vitu vya zamani vina thamani. Najua unaweza ukawa miongoni mwa wale watu waliowahi kwenda hospitalini ukaambiwa usitumie soda, usitumie vyakula vyenye sukari sana, usitumie vyakula vyenye mafuta sana. Hili pengine liko sahihi. Siwezi nikamhukumu daktari aliyekupa ushauri huo kwa sababu yeye amepewa elimu juu ya namna ya kutibu watu na kuwapa maelekezo juu ya afya. Tafiti zinaonyesha kwamba watu wengi wanaosumbuliwa na magonjwa ya moyo, magonjwa ya kisukari na magonjwa ya presha, wengi wao wanapatikana maeneo ya mijini. Sasa hii haina maana kwamba wewe uliyepo kijijini hauwezi ukapata madhara haya, unaweza ukayapata. Lakini tafiti hizi zimefanyika kulingana na namna watu wanavyoishi ama lifestyle za watu katika maeneo ya mjini ukilinganisha na kijijini. Vipo vyakula vingi ambavyo tulikuwa tukitumia kama tamaduni zetu ama tumekuwa tukitumia katika jamii zetu ambavyo vina virutubisho vya kutosha, lakini watu wengi tumekuwa tukiviacha au tukivipuuzia. Wengi tunafahamu asali inafanya tiba ya magonjwa mengi sana, lakini siku hizi kuna hadi asali zinazotengenezwa viwandani. Can you just imagine? It means kwamba tumeacha hadi kurina asali zetu wenyewe katika jamii kwa kufuga nyuki wadogo na wakubwa. Kama tunavyojua, kila nchi na tamaduni na jamii zake ambapo wanatengeneza vyakula vya kiasili. Kwa mfano hapa Tanzania, jamii na tamaduni nyingi zinapenda kutengeneza chakula cha aina ya ndizi. Ndizi ni muhimu sana kwani inaenda kuchochea pia vitamini katika mwili wako na kukufanya uwe na nguvu. Lakini ndizi hii inaweza kutumika kutengeneza kinywaji ambacho kitaleta madhara katika mwili wako. Kwa mfano kuna watu wanaotengeneza pombe za asili katika jamii zetu na tamaduni zetu. Pombe hizi wanadhani kwamba ni pati ya starehe ama wanajipatia starehe, lakini kwa kiasi kikubwa zimekuwa zikileta madhara makubwa katika mwili. Nisikilize kwa makini. Unapofundika matunda, mfano mkubwa ndizi, ambapo wengi wanapenda kutumia kutengeneza pombe za kiasili. Unapofundika yale matunda kwa muda mrefu, kwanza kuna aina ya bakteria unaotengeneza pale ambao ni anaerobic. Nikisema anaerobic maana yake ni bakteria ambao hawahitaji kiwango cha oxygen ili kuweza kuishi au kuendelea kusurvive. Kwa hiyo hawa bakteria watakuwa kwa kasi, ambao bakteria wanaenda kufanya kazi ya kula ile nutrient part. Hawa bakteria ndio wanaenda kupelekea mpaka pombe yako inatengenezeka. Kwa hiyo ushauri wangu kwa jamii kwanza ni kurudisha ulaji au utamaduni wa kutumia vyakula vya kienyeji. Kwa mfano kuna vyakula mbalimbali ambavyo vimekuwa vikitumika kwa jamii nyingi hapa nchini. Mfano mchanganyiko wa ndizi na maharage ambavyo kweli vimekuwa na virutubishi vingi sana katika mwili. Wito wangu kwa jamii nzima kwanza ni kulinda na kuvitunza vyakula mbalimbali vya kijamii. Kwa mfano matumizi ya ndizi, ya matunda mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyatumia mara kwa mara.